Naam, na karibu sana wanafunzi wa gredi ya 9, njooni hapa tudurusu Signal Scholar 004 gredi ya 9 fasihi kuandika insha. Twende pamoja. Naam, tumeambiwa andika insha, endeleza insha ifuatayo huku ukifanya iwe ya kusisimua. Kwa hivyo tumeambiwa sehemu ya A, zoezi la kwanza, kuandika alama 15. Endeleza insha ifuatayo huku ukiifanya iwe ya kusisimua. Insha yenyewe ishaanzishwa, kwa hivyo hii ni insha ya mdokezo ama dondoo ya mwanzo, ambapo tumeambiwa ilikuwa siku ya harusi ya shangazi. Sote tuliamka mapema kisha ni wewe uendelee. Ili kufanya nini? Kwa hivyo hapa kuna matayarisho kidogo ambayo tunafaa kuwa nayo. Matayarisho kama vile matayarisho ya kwanza, yaani kuamka, kujipanga, hizo zote. Kisha kuna kufululiza kwenda sehemu ya maabudu ama kanisani na kadhalika. Kwa hivyo bila kubananga wasaa, tuisome. Ilikuwa siku ya harusi ya shangazi. Sote tuliamka mapema ili kujitayarisha kwa ajili ya nikahi yenyewe. Siku yenyewe ilikuwa siku ya ndovu kumla mwanawe, kwani mbiomba angewahi kupata nyumba. Kila mmoja alikuwa ange. Nilikuwa kati ya wale wapambe waliompamba bibi harusi kwa mapambo ainati. Tulikuwa wapambe 12. Baada ya saa moja hivi, matayarisho kabambe yalikuwa yamekamilika. Simu ikapigwa na kuhakikisha kuwa tungeng'oa nanga. Saa 2 kamili, milolongo ya magari ya kifahari ilichuana na barabara huku ikifuatana kama wapiga kura. Punde si punde tukamiminika kanisani Mtakatifu Neema. Waumini wakubwa kwa wadogo, wake kwa waume, wafupi kwa warefu, wakatukaribisha kwa shangwe na hoihoi, furaha ikiwa imejichora nyusoni pao. Methali mtu ni watu ikatimia. Harusi tunayo hatunayo. Mbwembwe za kila aina zikasikika kila mahali. Kisha utulivu. Isitoshe, kanisani kwenyewe kulikuwa kukimetameta metumetu, ungedhani ni balamwezi. Kukapambwa kwa maputo ya rangi za kuvutia. Kasisi mwenyewe na wazee mashuhuri wakiwa mbele kwenye altari takatifu. Nyimbo za kumsifu Maulana zikaimbwa. Miduno mikali mikali ya kukufanya unengue kiuno ikasikika. Hakukuwa na tashwishi yoyote. Ni bashasha tu. Kwa kweli ilikuwa parandiso. Naam, haukupita muda mrefu kabla Kasisi Mengo kukichukua kinasa sauti kutoka kwa mfawidhi. Kilichofuata ni kula kiapo kwa bwana na bi harusi. Nilimwangalia shangazi yangu Siti Amina, machozi ya furaha yakanitiririka tiriri, hasa nilipokumbuka jinsi tulivyoicheza michezo ya utotoni pamoja. Haidhuru, ni siku yake. Nilijisemea kimoyomoyo. Ni nani ambaye asingependa Bwana Mui na Siti Amina heri kufunga pingu za maisha? Ajitokeze sasa au anyamaze milele? Kasisi Mengo aliuliza tena. Waumini wakaangaliana kwa shauku. Bwana harusi alipokuwa akimvisha bibi harusi pete kwa jina la Baba, Mwana
na Roho Mtakatifu, tulisikia mfyatuko wa risasi. Nilipogeuka, nilichokiona hadi leo chaniatua moyo. Bwana harusi alipokuwa akimvisha bibi harusi pete kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tulisikia mfyatuko wa risasi. Nilipogeuka, nilichokiona hadi leo chaniatua moyo. Takriban wanamgambo wa Al-Shababu 10 waliojihami kwa silaha kali walikuwa wamejitoma ndani. Mikono juu, tukajisalimisha tulipomwona bwana harusi akila risasi. Baadaye ikawa mguu ni ponye. Harusi ikakatika ghafla bila heri wala kwa heri. Naam, tuingie katika sehemu ya kamusi yangu. Baadhi ya maneno ambayo umekutana nayo pale, kuna mfawidhi. Mfawidhi ni MC. Mnajua MC? Nikahi. Nikahi ni harusi au harusi. Unaweza andika harusi au harusi. Siku ya ndovu kumula mwanawe ni sikukuu ama siku spesheli. Mbiomba ni shangazi ama amati, yani dada wa baba. Alafu ng'oa nanga ni kuanza safari, na kinasa sauti ni mikrofoni. Kula kiapo ni kuapa ama kula yamini. Alafu kuna bashasha ni furaha. Funga pingu za maisha ni kuoa au kuolewa ama kufanya harusi. Kisha kuna maputo ni balloons kwa lugha ya Kiingereza. Asante, tupatane tena. Bye.